Nakumbuka mwaka wa 2022 imetungwa sheria inayoitwa Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Hapo kwa Kiingereza wanaita Personal Data Protection Act. Tunaweza tukasema sheria hii ina msingi mkubwa na inagusa sana mambo ya AI kwa namna moja au nyingine katika Tanzania, kwa sababu inategemea ukusanyaji na uchakataji wa taarifa binafsi, na hivyo sheria inaweka masharti makali kabisa katika kuchukua taarifa za mtu binafsi na kuzichakata. Uombe ridhaa ya matumizi ya taarifa hizo. Unataka kuipiga na kwa ajili gani? Inataka usalama wa taarifa binafsi. Yule unayochukua taarifa zake ahakikishiwe kwamba taarifa zako ziko salama. Sisi wanahabari tunaweza tukahoji mtu, tunaweza tukaziweka hadharani, kumbe tayari bila kujua umeshavunja sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi. Akilalamika katika tume, tunaweza tukajiingia katika matata kwa sababu hatujapata ile ridhaa yake, na mara nyingi tunafanya hivyo. Tunatakiwa tulinde haki za mwenye taarifa, na tunatakiwa tuhamasishe taarifa, tusihamishe mara kwa mara taarifa nje ya nchi bila ridhaa, na hivyo tuna wajibu wa kulinda utu na taarifa binafsi za mtu. Hiyo ni sheria ya mwaka 2022, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, lakini kanuni zake zilitengenezwa mwaka 2023. Kanuni za sheria hii, panapokuwa na sheria mama, kunakuwa na kanuni za utekelezaji. Kanuni hizi zinatutaka sisi Watanzania wote tukiwemo wanahabari kukusanya, kuhifadhi na kutumia taarifa za watu kwa matumizi sahihi. Tunapopata taarifa au tunapozichakata, tunazozikusanya hizo taarifa binafsi za mtu au za taasisi, tuhakikishe kwamba tunazilinda na ni kwa matumizi hayo tu. Mwaka 2015 kuna sheria ilitungwa na yenyewe ililalamikiwa sana na wadau. Sheria hiyo inaitwa Sheria ya Mtandaoni, Cyber Crimes Act. Hii pamoja na mambo mengine inahusika na matumizi mabaya ya mifumo ya kidijitali, ikiwa ni pamoja na udukuaji, usambazaji, matumizi ya mifumo ya kompyuta na wizi wa taarifa. Ni kali kidogo na kuna maneno yanakinzana, hasa kuhusu namna ya kuchukua au kusema hizi taarifa ni za uongo, vifaa vinavyotumika, kompyuta, kunakuwa na tafasiri nyingi, chombo gani ndicho kiitwe hiki na kadhalika. Lakini hii inaweza kutumika pia kudhibiti matumizi mabaya ya AI kama hizo deepfakes na ulaghai wa kidijitali. Sana ambayo inatuhusu sisi wanahabari inaitwa Sheria ya Mawasiliano ya Elektroniki na Posta, maarufu kama EPOCA, Electronic and Postal Communications Act. Hii sheria inasimamia mawasiliano ya kidijitali, huduma za mitandaoni kwa mfano, na usimamizi wa maudhui mtandaoni kupitia Tanzania Communication Authority. Nimeona bahati nzuri kwenye ratiba kwa kesho kuna wade hii. Kuna sheria hii nayo AI inaleta changamoto katika sheria hii, kwa sababu katika sheria hii inatambua kuhusu umiliki wa kazi zilizotengenezwa na mtu. Unatengeneza kitu chako na kuwa mbunifu, unaenda kusajili, unategemewa wewe ndio umiliki wa, unapata ile haki miliki. Lakini AI inakuja kutengeneza tatizo jingine au changamoto nyingine ambayo inatakiwa ufumbuzi. Unatengeneza sasa kwa kutumia AI. Sasa tukuite wewe ndio mbunifu au AI ndio mbunifu wa hicho ulichokitengeneza. Tunaletewa changamoto na AI katika ulimwengu wetu wa sasa, kwa sababu katika sheria za Tanzania zinamtambua binadamu kama mwandishi na si AI wa kazi hizo za ubunifu. Hiyo bado kuna mijadala kuhusu kazi zinazozalishwa na AI.
semina ya kesho bila kupitia sera ya TEHAMA. Lakini pamoja na mambo mengi ambayo serikali inafanya kupitia labda mambo ya mitandao, e-government, my control number na kadhalika, hayo yote ni mambo ya kidijitali, lakini yanaingia katika sekta mbalimbali: afya, elimu, kilimo, biashara, ingawa bado hakuna sera maalum. Kasi tunao wajibu wa sisi kutoa maoni ili kuboresha zaidi, tukilinda maadili yetu ya Kikristo. Ndugu zangu, sisi kama kanisa Katoliki na vyombo vya habari vya kanisa kwa ujumla, pamoja na sheria hizi ambazo nimezitaja, kuna matumizi ya picha na video za waamini. Katika sheria hizi ambazo nimezitaja, tunaweza tukafanya kwa mazoea, tukajikuta tumeingia katika matatizo. Mara nyingi tunapiga picha waamini wako kwenye kongamano, waamini wako kwenye kipaimara, na sisi wanahabari tunadhani pengine wakati mwingine tunakuwa wabunifu sana. Labda mtu amesinzia, ametoa ulimi nje, ndio unampiga picha vizuri sana, alafu unamtoa amesinzia, amekaa vibaya, unamfuatia kabisa yule ambaye unaona capture attention ya watu. Lakini kumbe katika sheria hizi ambazo zimeundwa, wakati mwingine anaanza kalalamika, tumeingia faragha zake. Yeye pengine alikuwa anaumwa kichwa, unadhani anasinzia, ulimi uko nje, inamsaidia. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye matumizi sahihi ya picha na video za waamini tunapokuwa katika iwe ibada ya misa takatifu, iwe maadhimisho yote yale ya sakramenti, kama kongamano yetu. Unazichukua kwa ajili gani? Kuhabarisha au unataka kufurahisha watu kwamba kulikuwa na watu wengi, pamoja na wale wengi wengine walikuwa wamelala? Tunatakiwa tujitahidi, kama nilivyosema, kufanya matunzo au kutunza taarifa binafsi za mtu. Mara nyingi tunawahoji watu, unaitwa nani, unaonaje, kongamano limeendaje, unamwekea maiki na kadhalika. Je, unafanya hivyo kwa ajili ya nini? Kuhabarisha? Au wakati mwingine unasahau kuedit ile habari yako, alafu inatoka jinsi ilivyo, na akiona inazunguka, inaenda viral kwenye mitandao ya kijamii, kwa kweli anajiona kama amedhalilishwa vile. Kwa hiyo mtu ameshataja jina lake, baadaye anakosea katika mahojiano yale, na wakasahau kuedit ile habari. Akilalamika anasema umeingilia uhuru wake binafsi na taarifa zake umezitawanya bila ridhaa yake. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini sana. Wakati mwingine ndio tunatakiwa tuwe na uhalisia, na uchabihiana kabisa na uhalisia. Weka jengo la kanisa, na weka askofu fulani, basi lakini hapo toa vigezo vya kulinda maadili na utu wa binadamu. Kwa kusema hayo, niwakaribishe tena hapa Sekretarieti ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa ajili ya mkutano wenu, mafunzo na semina zitakazoendelea. Nawatakia kila la heri katika mikutano na semina hizo. Tumsifu. Mpenzi mtazamaji, hapa tulipo katika viunga vya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Kurasini, katika semina maalum ya wakurugenzi wa vyombo vya habari na mawasiliano majimbo yote Katoliki Tanzania. Mada kuu ni juu ya matumizi ya akili mnemba au AI katika uinjilishaji wa kanisa. Je, AI ina nafasi gani katika matumizi ya kanisa? Basi haya yote na mengine utaendelea kuyapata siku ya leo katika semina hii inayotolewa hapa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, pamoja na majifunzo mengine. Je, sheria za Tanzania zinasema nini kuhusu matumizi ya artificial intelligence? Basi haya yote tutayapata kutoka katika channel yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television. Ni mimi Padre Salvatore Magangila. Endelea kufuatilia matangazo haya. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Karibu.